Nadhani utakuwa unafuatilia labda mitandao, taarifa zilizotoka mitandaoni kwenye hii meli ya MV Eagle iliyokamatwa kule El Salvador na dawa za kulevya. Lakini pia kuna meli nyingine Polo, nayo kupata ajali huko nyuma kidogo, kuzama. Sasa sisi tunayo international registry, yaani usajili wa meli za nje. Zanzibar International Shipping Registry. Sasa mfumo wetu na unakubalika na mfumo wa IMO, International Maritime Organization. Tunasajili kupitia kwa kampuni ambazo zinaitwa recognized organization, ambazo RAOS, wanaitwa RAOS, ni kama wakala. Unaposema recognized, wanajulikana kimataifa kwamba hawa ni maagent wanaweza kusaidia katika suala la inspection, kuzikagua meli, lakini wanaweza kuisaidia nchi ambayo inapeperusha bendera, flag state, katika usajili wa hizo. Kwa hiyo tulikuwa na wengi, tulikuwa na RAOS wengi huko nyuma, na tulisajili meli nyingi huko nyuma. Lakini ndani ya usajili ule, hii ni biashara, kuna baadhi ya RAOS hawakuwa wanafanya vizuri katika kutusaidia katika kufanya kazi hiyo ya usajili. Nakumbuka na kipindi tukafunga, serikali ikaagiza tufunge usajili wa meli, lakini baadaye zoezi likaruhusiwa tena kwa utaratibu maalum. Na huwa natoa mfano mzuri tu, naweza kuwa si mfano mzuri sana kwenye hili, lakini huwa nasema kwamba wewe unasajili na unasajili, unatarajia kwamba yule unamsajili amemeet vigezo vyote vya usalama, meli kuwa na bima, meli kuwa na license kamili, unasajili. Lakini ukishampa usajili, na wakati wa usajili anaweza kutimiza vyote hivyo, lakini anapokwenda kule akafanya mambo kinyume na utaratibu, ule ni kutokuwa mwaminifu. Tunafahamiana vizuri. Mimi nimekupa wewe leseni ya gari, road license, hutarajiwi kwamba gari yako badala ya kuchukua abiria uliosema kwamba mimi nitachukua abiria, lakini wewe uende ukachukue vikapu vya bangi uwe unasafirisha. Hatukukupa sisi kibali wala leseni ya kufanya kazi, na hizi meli hatuzipi vibali vya kwenda kufanya kazi hizo. Wamepewa vibali na leseni ya kufanya biashara halali. Unazaa mtoto, unamsomesha, unataka mtoto wako aishi vizuri, afanye kazi vizuri, lakini ushamzaa, ushamfundisha, ushamlea, akaenda akalewa huko, hujamtuma wewe, na wewe anakukera. Na sisi meli zinapokamatwa kama nchi tunakereka sana, kwa sababu hatukutaka bendera yetu ichafuliwe kwa namna hiyo. Lakini wako watu wakorofi kwenye dunia, na wala si kwa registry ya Zanzibar. Ndugu Isa, hili linatokea kwa registry zote duniani. Ziko meli huwa zinavunja makubaliano, zinakwenda nje na utaratibu, na inafanya mambo wanavyotaka wao, kusafirisha binadamu, kusafirisha
madawa ya kulevya, kufanya magendo ya mafuta, wanafanya. Sisi tushakupa lesesi ukafanya biashara halali, wewe unakwenda kufanya biashara haramu. Sasa ukikamatwa, kuna hatua ambazo zinachukua. Sisi kama Flag State tutachukua hatua, lakini na nchi iliyokamata itachukua hatua. Na sisi kwa meli hii tulipata taarifa kupitia mitandao ya kijamii tarehe 17 mwezi wa pili. Mitandao ya kijamii kwa kawaida huwa tunapata taarifa officials zinakuja kutoka tunapata kutoka Wizara ya Mambo ya Nje. Sasa ilitakiwa kule walikokamatwa El Salvador ingeleta taarifa rasmi, taarifa ile ikaja, lakini sisi tuliona kwenye mitandao. Lakini tulivyoona kwenye mitandao tulichukua hatua immediately kama inavyotakiwa na IMO. Tarehe 18 tuliwaandikia Interpol. 17, 18 Interpol wameandika, tuna taarifa hizi, tunaomba zifuatilieni, mzithibitishe. Interpol wamejibu kwa email, wasema tumefuatilia lakini hatujapata uthibitisho wa tukio. Email kutoka Interpol. Lakini hatukuacha hapo, tukamwandikia yule RO wetu ambaye yuko Panama, anaitwa Konarina, akaandikiwa, unalifahamu hili? Naye akasema kwamba nalifahamu kwa kulisikia, lakini nalifuatilia. Mnaelewa vizuri? Ndio taratibu, ndio system ilivyo, ndio mfumo wenyewe. Tukamwandikia ona, na ona hatukumwandikia tu, tulichukua hatua hapo hapo ya kumfuta kwenye registry kwa tuhuma tu. Tumemfuta na kumtaka alipe fidia ya karibu dola 20,000 adhabu. Sasa haya tuliyafanya kwa hatua za mara moja, lakini hatua ambazo tumezichukua katika kipindi hiki kifupi baada ya kuona kuna matatizo hayo, kwanza kuwafuta wale ma-ROs wote ambao wamekuwa meli zao wanazotuletea zimekuwa na matatizo, wote tumewafuta, na wamekuwa wakipiga makelele, wanapita huku na huku, mimi pia wananiandikia kutaka kujua kwa nini tumefutwa. Na tumefuta kabla ya kukamatwa hii meli, katika kujisafisha tumewafuta, lakini tumefuta meli karibu 396 kabla ya hii, na hii tushaifuta. Na zoezi la kufuta maro na zoezi la kufuta hizo meli ambazo tunaziona hazikizi viwango na zimesajiliwa pengine kwa bahati mbaya zimeingia kwenye registry yetu, zote tunazifuta. Na katika kulifanya hilo, bahati nzuri, kwa sababu kuna meli wakati fulani hapa zilizuiliwa kuingia maji ya ndani ya UAE. Mimi mwenyewe nikienda UAE nikazungumza na waziri wa kule na tukakubaliana. Na baadhi ya mambo tuliokubaliana ni kumpata kampuni ambayo kama deputy registrar ambaye tutashirikiana naye, na tumempata huyo deputy registrar, international maritime expert, yuko based Dubai, ambaye sasa anatusaidia kwenye cleaning ya hawa RO wazembe, lakini pia kusafisha meli zote ambazo zinaweza zikatuletea matatizo kwenye registry. Kwa kazi kubwa tumefanya, reform kubwa tunafanya na tunaendelea nayo, lakini hatuwezi tukasema tu kwamba haya hayatotokea. Yatatokea. Watu wakorofi duniani wapo.